Agenda kuu ni agenda ya no reform, no election, ni agenda ambayo sasa hivi ndio iko katika nchi yetu na inazunguka katika nchi yetu. Katika siku za hivi karibuni mumeona kwamba kumekuwa na operation ya chama katika maeneo mbalimbali kwa kanda ya Nyasa, sasa hizi wako kanda ya Kusini, na agenda yao kuu ni no reform, no election. Lakini katikati ya agenda ya no reform, no election kuna jambo moja ambalo limetokea, ambalo ndani ya chama chetu kuna watu wametokea katika kundi fulani wanapingana na agenda ya no reform, no election. Sasa mimi kwa nafasi yangu nilikuwa nataka nizungumzie tu kwa kifupi nikiwa kama mjumbe wa baraza kuu na mkutano mkuu wa taifa ambako ilianzia hii agenda ya no reform, no election. Ndugu zangu, agenda ya no reform, no election ilitokana na misingi mitatu au minne kama ifuatayo. Tangu kwanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992 na uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1995, sisi kama taifa tumekuwa na madai mengi ya msingi, hususan katika siasa za ushindani wa vyama vingi. Tangu mwaka 95 yamekuwepo malumbano na majibizano mengi yanayohusiana na uhitaji wa kuwepo kwa sheria zitakazoendana na mfumo wa vyama vingi. Nikisema sheria za mfumo wa vyama vingi, manake tulipokea mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa tulipopokea mfumo wa vyama vingi vya siasa, tulikuwa tuna kila sababu kama taifa kuwa na sheria zinazoendana na mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lakini tangu mwaka 1995 yamekuwepo madai kutoka kwa vyama vya upinzani dhidi ya chama tawala kuhusu marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na kuweka mazingira ya uchaguzi yatakayoendana na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na maeneo hayo yalikuwa yanalenga maeneo matatu ambayo ndio yamepelekea kuzaliwa kwa hii kitu inaitwa no reform, no election. Reform, tunapozungumzia no reform, no election, tunazungumzia bila ya kuwepo kwa mabadiliko ya msingi katika masuala ya uchaguzi hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi mpaka haya mambo tunayozungumza yarekebishike. Kwa tumesema kwamba ili kuwepo na uchaguzi kwa mwaka huu wa 2025, lakini jambo la pili ambalo sisi tunahitaji lifanyiwe reform ni juu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika nchi yetu, hata kusema Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakati mwingine huwa kama tunakosea. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wadau wote wa mageuzi katika nchi hii, tumesema tunahitaji reform katika mfumo wa muundo wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa wakati miaka yote tukipigania juu ya muundo wa Tume ya Uchaguzi, wenzetu labda hawakutuelewa vizuri, maana kuna wakati wakaibadilisha Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakaiita tena Tume Huru ya Uchaguzi. Kwa lile neno Tume Huru ya Uchaguzi waliloliweka sasa hivi kama boshen ilikuwa ni kama mtego tu, yani jina linabadilika lakini mfumo ni ule ule. Kwa hiyo sisi kama Chadema kwa mwaka huu wa mwaka 2025 kwa kushirikiana na wadau tumesema tunahitaji reform katika Tume ya Uchaguzi. Tutengeneze tume ambayo itamtangaza mgombea aliyeshinda. Tutengeneze tume ambayo itahesabu kula kwa haki na kumtangaza aliyeshinda na aliyeshindwa kwa haki bila kuwepo kwa mazingira ya udanganyifu na vitu vingine. Lakini tumezungumza vile vile tunahitaji reform katika uwakilishi wa majimbo, usawa wa majimbo, idadi ya watu na idadi ya uwakilishi ndani ya bunge, kwamba kumekuwepo kutokuwepo kwa usawa wa uwakilishi. Unakuta jimbo lingine lina wapiga kura 100,000 lina wabunge 2 na jimbo lingine lina wapiga kura 100,000 lina wabunge 3. Jimbo lingine lina wapiga kura 60,000 lina mbunge 1 na jimbo lingine lina wapiga kura 300,000 lina wabunge 5. Hakuna usawa katika uwakilishi wa kimajimbo. Ni moja ya mambo ambayo sisi kama Chadema tumesema uwepo usawa katika mfumo wa uwakilishi. Idadi ya watu, mahitaji ya watu ndiyo yatumike katika muundo wa majimbo ya uchaguzi badala ya kuangalia mipaka, milima, mabonde, vichaka pamoja na mapori. Hii ni reform ambayo tumekuwa tunaipigania kama Chadema kwa muda mrefu na yamekuwa ni madai ya vyama vya upinzani na wadau wa mageuzi katika nchi kwa muda mrefu. Hizo ni reform ambazo tulikuwa tunazo. Lakini sasa hii operation ya no reform, no election katika nchi yetu imesimamiwa na kusimamiwa mara kadhaa
na vyama vya upinzani, lakini sisi kama Chadema kwa mwaka huu wa 25 tulirasimisha kuwa ndio operation na ndio kauli mbiu na ndio msimamo wa chama katika vikao vikuu vya kitaifa. Kama nilivyowaambia, mimi ni mjumbe wa baraza kuu. Siku ya tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2025 liliketi baraza kuu chini ya mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe na makamu mwenyekiti Tundu Lissu na katibu mkuu John Mnyika, na wajumbe wote kwa kauli moja tulipitisha no reform no election kuwa msimamo kamili thabiti wa chama, kwamba hatutokubali kuingia kwenye uchaguzi na hatutokubali yeyote aingie kwenye uchaguzi bila kuwepo kwa mabadiliko niliyoyataja hapo. Baada ya tarehe 20 mwezi wa kwanza kupitisha katika baraza kuu msimamo wetu wa no reform no election, tarehe 21 mwezi wa kwanza huo mwaka 2025 uliketi mkutano mkuu wa chama taifa pale Mlimani City, Dar es Salaam, ambapo wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kutoka nchi nzima ya Tanzania tulipitisha tena kwa kauli moja kwamba no reform no election ni msimamo wa chama wa nchi nzima wa Chadema pamoja na wadau wote wa mabadiliko. Kwa ilirasimishwa rasmi tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimewaeleza hili kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna mvutano ambao kuna kundi linataka kuaminisha kwamba msimamo wa no reform no election kwamba ni Tundu Lissu na chama labda hakitaki, sisi wanachama na viongozi hatutaki hii operation. Lakini hapa ndo nawathibitishia kwamba msimamo wa no reform no election sio wa Tundu Lissu, sio wa Mbowe. Huu ni msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na wote tuliukubali na wote tunautekeleza. Yaani tupo nao na tunatamba nao kama kawaida.